Number 4, pesa ni ulinzi. Kwa hiyo unahitaji pesa number 1 kwa sababu pesa inakupa uhuru au freedom. Number 2, pesa inakupa nguvu ya kimaamuzi, power to make choices and to make decisions, na unashirikishwa pia. Lakini pia number 3, pesa inakusaidia kuwa na resources zinazokuwezesha kutimiza kusudi au assignment yako hapa duniani. Na number 4, pesa ni ulinzi kwako. Sasa sijui natakiwa kuongea mpaka saa ngapi? Saa 1. Sasa hivi ni saa ngapi? Maana ili nimalize hizi notes hapa tunahitaji kukaa hapa lisaa lingine 1:30. Haya. Mwambie jirani yako Sasa pesa inatafutwa. Sawa? Pesa inafanya nini? Ndio maana kwenye kile kitabu cha Mithali sura ya 2 mstari wa 2 mpaka wa 5. Mithali sura ya 2 mstari wa 2 mpaka wa 5 anasema, hata ukitega sikio lako kusikia hekima, ukauelekeza moyo wako upate ufahamu, na ukiita busara na kupaza sauti yako upate ufahamu, ukiutafuta kama fedha. Anazungumzia habari ya kutafuta ufahamu, lakini anasema utafute ufahamu kama unavyotafuta fedha. Hiyo ni kukuonyesha kwamba pesa inafanya nini? Inatafutwa. Pesa haitakujia ukiwa umelala tu nyumbani. Pesa haitakuja kwenye sahani uletewe pesa namna hii. Lazima uitafute. Na kuna vitu lazima uvifanye ili pesa iweze kukujia. Na leo nitakufundisha maeneo 5 ambayo pesa inapatikana hapo. Ili unapotoka kwenda kutafuta, usipoteze muda kutafuta pesa kwenye vitu ambavyo havinaga pesa. Tuko pamoja? Nitakufundisha maeneo 5 ambayo pesa imejificha hapo, au pesa inapatikana kwenye hayo maeneo. Eneo la kwanza ni wazo, kwenye mawazo au kwenye ideas. Money hides in ideas. Dada Jessica, what is an idea? An idea is a divine download. An idea is a solution that your mind provides to the problems that your eyes have seen and your ears have heard. What is an idea? An idea, number 1, is a divine download. Unapata, unakaa tu namna hii, unawaza, unasikia kitu kimekuja ndani yako, pup, kwamba ukifanya hivi utatatua changamoto fulani. Hiyo inaitwa divine download. Lakini pia an idea is a solution that your mind produces or provides to the problems you have seen with your eyes and you have heard with your ears. Unaposikia matatizo, unapoona matatizo kwenye jamii au changamoto fulani zinazohitaji majibu, halafu ghafla unapata idea ya nini nifanye kitakachotatua hii changamoto, hiyo inaitwa idea. Sasa unapopokea ile idea au unapopokea lile wazo, halafu ukalifanyia kazi, people begin to pay you. Na sasa unaanza kupata pesa, lakini pesa hiyo inapatikana kwa nini? There was an idea that was conceived. There was a solution that was provided as a result of the idea that you conceived. Kwa hiyo unapopata idea ya kufanya kitu, usiache, kwa sababu pesa imejificha kwenye ideas. Juzi nilikuwa kwenye kikao mahali na wasaidizi wa rais. Waliniita na wananiambia, pastor, what's your idea on this? Nikamwambia nipeni 2 days. Give me 2 days. Kwa sababu I know ideas are divine downloads. Kwa hiyo nikamwambia nipeni siku 2. Nikajifungia pale ofisini kwangu. Ukija pale ofisini kwangu Dar es Salaam na meza, ile meza ina kisehemu huku chini kama kiuvungu. Kwa hiyo unaweza ukaja ofisini ukafikiri sipo, kumbe nimejificha kule kwenye uvungu wa meza.
Kwa hiyo nikaenda nikajifungia nikajificha pale for 2 days. Nilipotoka hapo nikatoka na idea ya nini cha kufanya. Nilipokaa nao nikawaambia hiyo idea, watu wa Mungu, pesa ambayo nitaitengeneza through that idea. Uwezi kuwa rafiki yangu sasa hivi, ulikuwa wapi siku zote? Wanasifiwa sana. Kwa hiyo pesa zimejificha kwenye nini wakina mama? Ideas. Wakina mama wengi sasa shida yetu ni kwamba tunapataga hizo idea. Unapata idea nikifanya kitu fulani. Unaona sasa Sonia ametukusanya hapa. Hii kitu ilianza kama idea ndani ya kichwa chake, ndani ya moyo wake. It was an idea. Unaona hii Rock City Mall imejengwa. It was an idea in someone's heart, in someone's mind. Leo tuko hapa, tumechukua ukumbi, tunalipa. Kuna bar, kuna hotels around, kuna parking, wanalipa. Kwa hiyo pesa hiyo yote ambao wanapata hapa Rock City Mall ilikuwa imejificha ndani ya idea ya kuanzisha ama kujenga kitu kama hiki Mwanza. Tuko pamoja kina mama. So unapopata idea ya kufanya kitu, usiache. Na idea ziko hivi. Mungu akikupa idea ya kufanya kitu alafu usipoifanya, dada Jessica, utashangaa baada ya muda mtu mwingine anafanya kitu kile kile ambacho it was an idea to you. Alafu unaanza kusema hata mimi niliwazaga kufanya hivyo. Alafu ukufanya. Kwa hiyo ile pesa imefanya nini? Imekupita, imeenda kwa mtu. Muulize jirani yako, ni ideas ngapi ambazo hujazifanyia kazi? Mwambie umepoteza hela, pesa zimejificha humo kwenye hizo idea. Tuko pamoja? Kwa hiyo unapopata idea, fanya mambo matatu. Unapopata idea, fanya mambo matatu. Number 1, capture the idea. Capture the idea. Number 2, document the idea. Andika ili usisahau. Number 3, work on the idea. Nitakapokuja Mwanza siku nyingine nitakuja kuwafundisha mambo 26 ya kufanya na idea zako ili zikuletee pesa. Next time. Leo hatuna huo muda. Unapopata idea, 3 things. Capture that idea. Number 2, document that idea. And number 3, begin to work on that idea. Kwa sababu if you don't do that, within a short period of time, somebody else will begin to do the same idea. Alafu utaishia tu kusema ningejua. Alafu unakuwa umeshachelewa. Kwa hiyo ndani ya ideas kuna pesa zimejificha ndani ya ideas. What is an idea? An idea is a divine download, or an idea is the solution that your mind provides to the problems you have seen with your eyes and you have heard with your ears. And when you get an idea, 3 things: capture it, document it, work on it. Tuko pamoja mpaka hapo? Eneo la pili ambako kuna pesa. Number 1 ni eneo la ideas. Number 2 ni kwenye kazi. Kwenye kazi. Sasa kwenye Kiswahili neno kazi ni neno moja. Lakini kwenye Kiingereza kuna job na kuna work. Tuko pamoja mpaka hapo? Job Kiswahili inaitwa kazi. Work Kiswahili inaitwa kazi. Lakini hayo ni maneno mawili, leo nitakufundisha tofauti yake. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye kazi pesa imejificha kwenye kazi. Kwa hiyo ukifanya kazi, you are going to get money. You are going to be paid for what you're doing. Now, kuna job na kuna work. Kiswahili zote zinaitwa kazi. Lakini a job is different from a work. Sawa? What is a job? A job is a career. Kwa mfano, dada Jessica ni manager CRDB. That one is a job. Mimi nilikuwaga banker zamani. That one was a job. What is a job? A job is a career or is a profession ambayo umeenda darasani, umeisomea, halafu unafanya kazi, na kile unacholipwa kwenye job kinaitwa salary.
Tuko pamoja? Tuko pamoja? So a job is a career. A job is what you do to earn a living. A job is what you are paid for. Tuko pamoja? Unaona, jana nilimuuliza Sonia, unafanya kazi gani? Akaniambia nafanya kazi TAMISEMI. That's a job. That's a job. Right? So a job is a career. A job is something that you do to earn a living. A job is something that you're paid for. A job is a profession. Lakini what is a work? A work is a calling. Hiki ambacho tunafanya hapa na hiki ambacho Sonia anafanya hapa, hiki ni work. Kile anachofanya kule TAMISEMI, ile ni job. Kile nilichokuwa nafanya benki ni job. Hiki ninachofanya hapa ni work. Tuko pamoja? Sasa as a woman unakuwa advantaged zaidi when you have a job and when you have a work. Kile unachokipata kwenye job kinaitwa salary. Kile unachokipata kwenye work kinaitwa income. Mwambie jirani yako rudi shule. Tuko pamoja? Okay. Simple like this. What is a job? A job is a career. A job is something that you do to get salary. A job is something that you do to earn a living. A job is a profession. What is a work? A work is a calling. A work is something that you were made for. Unaniona mimi niko hapa, Pastor Rose. Mimi nimeanza kuhubiri hivi tangu nikiwa na miaka 13. Because I was made for that. Yani Mungu aliponiumba aliniwekea huo uwezo ndani. Kwa hiyo sihitaji kwenda shule kujifunza kusimama mbele za watu na kufundisha. Because it is something that is in me. Tuko pamoja? Nilienda shule, nikafanya degree ya kwanza ya uchumi, nikapata kazi ambayo ni job. Lakini ndani yangu Mungu aliweka vipawa, aliweka karama ambavyo vimenipa work. As a woman, hata kama you have a job, find out to know what kind of a work you can do. Kwa nini? Kwa sababu work is your calling. Ni kitu gani ambacho Mungu ameweka ndani yako? Ni wito. Ni uwezo ambao Mungu ameweka ndani yako ambao unaweza kufanya hata kama hujaenda darasani. Tuko pamoja? Sasa ukijifunza kuwa na job, alafu ukawa na work, unapata huku, unapata na. Sawa kina mama? Usiishie kwenye kutegemea mshahara. Nilikuwa nasoma takwimu, nikakuta wanasema, dada Jessica, it is only 2% of people wanaokuwa matajiri kwa kutegemea mshahara. Only 2%. Lakini watu wengi wanaofanikiwa sana kiuchumi ni watu ambao they are not salary earners. They are income earners. Siku nyingine nikija nitawafundisha vitu vingine when it comes to income and salary. Bwana asifiwe. Watu wanafikiriaga wachungaji ni wajinga. Mimi nilisema that one will not be my portion. I want to be a pastor who knows things. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo
Pesa number 1 nimesema imejificha kwenye nini? Kwenye nini watu wa Mungu? Number 2 imejificha kwenye nini? Kwenye kazi. Na kwenye kazi kuna nini? Good student. Na Mithali 10 mstari wa 4. Mithali 10 mstari wa 4 anasema, atendaye mambo kwa mkono mlegevu huwa maskini, bali mkono wake aliye na bidii hutajirisha. Haleluya. Kwa hiyo whether you are doing a job or you are doing work, weka bidii. Sawa? Usiwe na mkono mlegevu, kwa sababu ukiwa na mkono mlegevu hautatajirika na hautapata mafanikio.